Kwa majina naitwa Giveness Kaaya, natokea St. Elizabeth Hospital. Katika elimu ya afya leo tutaangazia kuhusu jinsi ya kumlea mtoto mwenye manjano. Je, mama afanye nini au nini kifanyike kwa daktari au muuguzi kwa mtoto mwenye manjano? Cha kwanza ambacho ni muhimu sana ni kuendelea kumnyonyesha mtoto mara kwa mara. Hii ni muhimu sana. Hata kama mtoto hawezi kunyonya, ni vizuri ukatumia namna nyingine kama kwa kumwekea mpira wa kumlisha, lakini ale kila baada ya masaa 2 mpaka 3 mtoto anatakiwa ale. Hii pia itasaidia kuondoa wingi wa bilirubin kwenye damu ya mtoto. Lakini kingine, mweke mtoto karibu ili kuweza kumfuatilia. Ni kumfundisha mama zile dalili hatari za kwamba ufanye nini kifanyike ukiona hichi, ili kuendelea kutoa elimu kwa wamama na jinsi ya kumsaidia. Kingine, kufuata ratiba ya kliniki. Mama unapaswa kufuata ratiba ya kliniki kama vile tulivyoona pale mwanzo kwamba unapaswa kuanzia siku ya 3 mpaka ya 7 mtoto anapaswa kuwa chini ya uangalizi wa daktari au muuguzi. Kwa hiyo katika hizi siku pia, ile siku ya 7 sio kwamba ndo mwisho hata kuja tena, lakini ataendelea kufuatiliwa akiwa chini ya uangalizi. Lakini pia kingine, ikiwa yuko chini ya tiba ya mwanga, hakikisha kwamba mtoto anapata matibabu kamilifu, sio mwanga tu, lakini akiwa kwenye mwanga anapaswa kula, na ikiwezekana wakati mwingine anapaswa kuwekewa drip kidogo ya kumsaidia ili apate mkojo kwa wingi na choo kwa wingi kwa ajili ya kuondoa yale manjano. Kwa hivyo wakina mama, ni vizuri ukapitia chaneli yetu na kuona, je, ni dalili zipi ambazo zitakufanya wewe uone kwamba huyu mtoto wangu simuelewi, mtoto wangu ana njano, je, nini nifanye, nini kifanyike ili kumsaidia mtoto, kwa sababu manjano yana madhara makubwa sana. Njano ikiendelea kukaa kwa muda mrefu kwa mtoto inaweza kumsababishia kupata shida kwenye ubongo wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msikose kufuatilia chaneli yetu, kusubscribe Instagram St. Elizabeth Hospital.